Jembe mkamtisha kwamba sio Yanga, hana kadi ya wanachama, hafahamiki, lakini leo hatimaye ni kama aliona taswira yake mapema. Huyo mtu unaomzungumza mimi maana siwezi kumtaja. Mdomo wangu huwezi kumtaja huyo mtu. Huyo mtu unaomzungumza ukija kumwangalia na kuja kumfuatilia huwezi kama mwana Yanga ukamjua ni Yanga. Na mimi kama mimi najua ujue riziki ipo design nyingi ya kupata. Kwa hiyo yeye kama akaona kupata kwake riziki ndio hivyo, mwache apate. La pili, Sanga, ndani ya maisha yako, ndani ya maisha yako usikubali kuwa mtumwa kwa sababu ya pesa. Si ushaelewa? Ndani ya maisha yako usikubali kuwa mtumwa kwa sababu ya pesa. Mimi siwezi kuwa mtumwa. Kama mbaya nasema mbaya. Wewe ukiniambia yeye kazungumza toka muda mrefu, sawa, mimi siwezi kuungana naye mkono kwa sababu Mwalimu mara ya kwanza alikuwa anashinda mpaka chuma 4 chuma 5. Unamwambia hajafai. Alafu pili, Sanga rudi nyuma. Sisi tunawatetea, tulikuwa tunamtetea mwalimu wa Yanga. Tutajua ataenda kubadilika kwa sababu mwanamume yeyote hata ukiwa na mke ndani uwezi ukatoka nje ukawaambia watu mimi mke wangu anakojoa. Lazima uzibe siri. Lazima ufiche siri ya nani? Ya mkeo. Kama yeye anakuambia shabiki wa Yanga, alafu alikuwa anatoa siri ya kocha wake, bado hajakuwa shabiki wa Yanga. Nyie mlikuwa mnaziba siri, mnaficha siri za Pedro. Sio kuficha, unamtetea mwalimu. Mlikuwa mnamtetea. Mimi nitamtetea mwalimu na mchezaji wa Yanga mpaka mwisho wa maisha yangu. Lakini ulikuwa unaona ubovu wake, lakini ulikuwa unaficha. Mimi nimeona ubovu wake kuanzia mechi ya Simba. Kama yeye aliona ubovu wake tokea nyuma huko, sawa. Wewe uliona madhaifu ya Pedro tangu mechi ya Simba? Na baada ya mechi ya Simba mimi niliongea. Kuna baadhi ya media niliongea. Uongozi nilivyoangalia mechi hii na mechi zinazofuata, mwalimu kiatu kishamshinda uweze kuvaa. Sio. Sasa kama kuna mtu mwingine anaongea kwa utashi wake, mimi siwezi kumzuia mtu kuongea kwa utashi wake. Alafu Sanga, wewe tokea uanze kusikia mimi naongea, hujawahi kusikia kuna mtu analalamika kwa mimi nafuata maneno yake anazungumza. Sasa yeye kuna watu wanaongea kwa anaiga maneno ya watu wanaongea. Mmoja hapo akiwa Mchome. Kumbe kaangalia clip ya Mchome alitupa akamwambia acha kuniiga. Kwa hiyo mimi shehe wangu siwezi kumuiga mtu. Mimi nitaongea ninachokijua mimi. Kwa hiyo hapa tumepishana. Kwa Pedro kuondoka nyakati hizi, huoni kama unamsukumizia Simba ubingwa? Shehe wangu Sanga, na kukumbusha mwaka jana ligi inaendelea, Yanga alifukuza walimu watatu na akaenda kuwa bingwa. Kuna mtu anaitwa Molen pale ndo kakabidhiwa timu. Na kuna mtu anaitwa Mabedi. Hakuna mtu yoyote asomjua Molen, hakuna mtu yoyote asomjua Mabedi. Mabedi alikabidhiwa timu kwa muda mfupi. Ilipotoka kwenye mikono ya Fozi, alipewa Mabedi. Mabedi alienda kuonyesha na timu ilikuwa inacheza. Sawa. Hiyo alipokuja Petro, Molen alikaa Mabedi alikaa pembeni. Tukimzungumzia Molen, hakuna mwana Yanga asomjua. Molen aliwahi kuwa mpaka Azam. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ni kuhakikishieni waandishi kuwa Yanga bado ipo kwenye mikono salama. Yanga sisi mpaka sasa hivi tunajipanga, sio useme eti mtachukua ubingwa. Sisi tunajipanga kwenda kuchukua ubingwa bila kufungwa. Ubingwa ni lazima. Ubingwa ni lazima kama kifo na binadamu. Yaani ubingwa kuchukua Yanga mwaka huu ni lazima kama kifo na binadamu. Wanasema kwamba Simba chini ya Steve Becker imekuwa imara kuliko Yanga chini ya Pedro. Yaani Simba chini ya Becker imekuwa bora kuliko Yanga chini ya Pedro. Mtu akikwambia maneno hayo basi huyo mpira hajui. Steve Becker ipo nafasi ya ngapi? Ya pili. Pedro anaondoka, Yanga ipo nafasi ya ngapi? Ya kwanza. Bora nani? Mimi naongea masuala mpira namba hujui. Sasa kama utamwona mtu shabiki anakuja anaongea tu mwache aongee. Pedro anaondoka, timu inaongoza. Pedro anaondoka, Yanga ndio timu iliyoscore goli nyingi na ndio timu iliyofungwa goli chache. Sasa kama huyo waambie Simba kafungwa goli ngapi mbaya? Kashinda goli ngapi? Ana pointi ngapi? Sawa? Nani mwenye namba kati ya Pedro na Steve Becker? Ukimwangalia utaona. Ila kama utaenda kuzungumzia ushabiki, utamzungumzia kocha wako unaompenda wewe. Ila ukienda kwenye sports anaondoka na namba zake.
Sisi hatumzungumzii kwa nini Yanga ishindi. Sisi tumemuondoa, zile pasi zetu hazipigwi, amlizishi huyo. Na pili, sisi tumemuondoa, ndio kocha peke yake alokaa Yanga hajaifunga Simba. Tumemuondoa Pedro, ndio kocha peke yake aliyokaa hajaifunga Simba. Kwa wenyewe malengoni ni kuifunga Simba. Tunachukua ubingwa na Simba anafungwa. Hauwezi ukala pilau bila kachumbari. Kwa hiyo maana si ubingwa mwaka huu tunaenda kula pilau bila kachumbari. Mmemkosa kumfunga Simba. Hakufunga wewe. Hajanifunga mimi Simba. Simba mimi nimecheza naye mechi 9. Hajanifunga ndani ya dakika 90. Simba tumecheza mechi 9. Hajaifunga Yanga ndani ya dakika 90. Hii rekodi kawaambie. Kuivunja hii rekodi, mimi na wewe Sanga tushakufa. Hii rekodi ngumu. Kuivunja mimi na wewe tushakufa. Mimi kwenye ligi ya Tanzania hii usinifananishe na mtu. Namba za Yanga kubwa huwezi kufananisha na timu yote kwenye ligi hii. Wewe unatuambia Simba kaachwa pointi 5. Simba sasa hivi agombei ubingwa. Simba anagombea na Azam nafasi ya pili achukue nani? Kwa sababu Simba akipoteza mechi moja, Azam akishinda, Azam ipo nafasi ya pili. Ushaelewa? Sisi tupoteze mechi moja, bado tupo. Bado tunaongoza. Kwa hiyo Simba anagombea nafasi ya pili, agombei ubingwa. Kwa hiyo wewe Simba anaenda akamfananisha na Azam. Lakini ligi haijaisha bado, mechi 9. Mechi 9 wewe ambayo ina ushindani, unaambiwa kwamba uwezi ukatafsiri ubingwa mapema. Mimi simuoni ladha kama ya England. Ladha ilikuwa jana. Ladha ilikuwa mwaka jana, sio mwaka huu. Ladha ilikuwa mwaka jana, sio mwaka huu. Nakwambia ladha ilikuwa mwaka jana, sio mwaka huu, kwa sababu kuna wachambuzi matapeli wanakuambia Simba bora mwaka huu kuliko mwaka jana. Sanga, hebu kaambiwa kasome namba. Ndio maana nikakwambia ujue wajinga wasiojua mpira nchi wapo wengi. Mtu anakuambia Simba mwaka jana sio bora mwaka huu. Anaipataje Simba mwaka huu bora kuliko mwaka jana? Hebu angalia namba za mwaka jana na namba za mwaka huu. Simba mwaka jana ilicheza fainali shirikisho. Sawa? Simba mwaka jana muda huu tunazungumza Simba kaachwa pointi 1 na Yanga. Simba kaja kutema ubingwa mechi ya mwisho. Haya tuangalia mwaka huu imeachwa pointi ngapi mpaka sasa hivi? 5. Haya mwaka jana na mwaka huu bora yapi? Msiwasikilize wachambuzi matapeli. Bana, tumalize na hili. Clatous Chota Chama, mwamba wa Lusaka. Huyu Chama tarehe 29 amesababisha penati pale New Amani Zanzibar. Huyu Chama tarehe 3 amefunga goli la kideo, goli ambalo linaimbwa CNN. Huyu Chama jana ameweka kamba kuipa Simba alama 3. Tuzo the man of the match mara 2 mfululizo. Tuweze kusema kwamba Chama ameshindikana? Ameshindikana kwa nani? Hiyo CNN waandishi si wapo hapa? Au wako hapa? Kwanza ndio CNN waandishi si wapo hapa? Sawa wa Kibongo. Au kuna waandishi wengine tofauti na wa Kibongo? Wengi ni hapo. Ujue sisi wa Tanzania inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kwenye upande wa mpira. Unasema goli la Chama la kideo. Kwa magoli mengine sio video. Hayaonekani. Ni nadra sana kupata goli kama la Chama. Unasema goli la kideo. Sanga, maana yake magoli mengine kwenye kideo hayaonekani. Yaani goli la kideo ni goli bora. Ni goli zuri. Goli zuri ambaye alina pointi 3. Goli la Alani Okelo ambaye sio zuri, Yanga limechukua pointi 3. Tunamzungumzia Clatous Chota Chama. Yaani huwezi kuyapata ovyo ovyo magoli kama yale. Especially wewe unajua. Wewe unajua boli. Taalamu. Ni magoli ya kawaida. Kwa sasa, zamani ndio alikuwa bora. Kwa sasa ni magoli ya kawaida. Kawaida huo unatokana na nini? Ya kawaida kama magoli mengine. Limefungwa mara ngapi kwenye ligi yetu? Ligi yetu amefungwa karibuni 6 magoli yake. Goli kama la Chama? Karibuni 6. Yanga walifunga na Azamu. Sawa. Huyu mchezaji alikuwa Yanga akatoka sasa hivi ipo Mashujaa, nani huyu? Sio Chikola. Hadi ulitafute. Yupo mchezaji kafunga kipindi yupo Mbeya Kwanza. Akatoka hapo akaja Yanga. Goli kama la Chama? Magoli hayo mengi tena sio Mwanengo bwana. Sio Mwanengo. Yupo Biashara sasa hivi. Ngushi, Steve Ngushi. Kafunga goli kama la Chama. Tena
tena la Ngushi lina hatari kuliko Chama. Baba ana solo, acha Ngushi alienda kufikia mgongo. Acha masiala bwana, ana solo. Kaangalieni. Ninaimbwa CNN unajua. Munaimba kwa sababu kacheza yupo Simba. Ila Ngushi alivyofunga alikuwa aliimbwi. Ngushi goli kama lile limefungwa. Nani umemsikia kaongelea? Sawa, turudi kwa. Ila kwa vile nyinyi munapenda wachezaji waliopotea kuwarudisha kwenye njia, warudisheni. Lakini hilo goli alofunga Chama, Ngushi kafunga. Yaani anafanya marudio kwenye ligi hii. Ila mnakaa sijui CNN, sijui wapi. Kwani hilo la Ngushi alijapelekwa CNN? Hatujaliona. Kwa hiyo la Ngushi hamjaliona, ila la Chama mmeliona. Ndio maana nikakwambia Tanzania wachambuzi wengi matapeli. Yaani wachambuzi hawachambui mpaka apewe hela. Ndio utaona wanaenda kuchambua kwenye uongo wanaweka ukweli. Ndio shida yetu Tanzania. Magoli kama ile kwenye ligi yetu yamefungwa mengi. Wanasema dunia nzima hakuna goli la kama la Chama. Dunia nzima akakwambia nani Ngushi kafunga hapa? Dunia gani? Yaani msimu huu unazungumzia. Hilo sina no comment hilo. Na huenda likawa bao zuri la dunia msimu huu. Hadi hivyo Uingereza waangalie goli ligi ya Tanzania. Sinakuuliza swali. Yaani huenda akaondoka. Yaani kwa vile nyinyi na wachambuzi, nyinyi waandishi wa habari wote mnausifia ujinga nchi yetu kwenye upande wa mpira, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Performance ya Chama ya kawaida. Ya kawaida. Chama ikiwa mkataba unakwisha, akiwa timu yoyote ndipo anapocheza vizuri apewe mkataba. Bora kuna hajaonyesha hii. Kwetu sisi sasa nafasi hiyo alikuwa anapata ya kucheza. Kwetu sisi mpaka azisikia amuza anatoka ndo ingie. Kwa mlikuwa Simba Chama unamuona anacheza. Simba hawana mbadala wa Chama. Sasa hivyo yupo Stefano Aziziki, Chama anaweza kuanza. Wakati huu Stefano kwa Chama na Aziziki nani alianza kufika nchi? Chama. Aziziki leo yupo kwenye ligi yetu tunamzungumzia sasa. Hata huko nje unamsikia? Yupo huko. Na anakipiga vizuri. Kacheza Wydad kacheza ndani ya miezi mitatu tukaondoka. Yupo Libya huko. Kapiga wapi? Balekani hajakaa kakambao karudi hapa Simba. Wewe umemwona Aziziki kaondoka karudi. Hadi mchezaji peke yake ndo alofeli. Hadi Chama ndo alofeli kwenye ligi yetu. Sisi tutafurahi wachezaji wanaondoka kwenye ligi yetu hawarudi. Tukimzungumzia Stefano Aziziki, Fiston Kalala Mayele, watu wanaondoka warudi. Nyinyi eti mtu kaondoka kafeli, karudi, hapo mnakuja kutumuongelee. Tumuongelee mtu alofeli. Kwa hiyo ufurahishwe na performance ya Chama? Mimi siwezi kufurahishwa mchezaji ambaye ligi yetu kaishusha. Yaani kaipeleka juu hapo kaja kuishusha hapo tumuongelee. Namuongelea nini? Tunamuongelea mpaka leo Fiston Kalala Mayele. Bado anaongelewa kuwa ametoka kwenye ligi yetu. Ndio tunataka wachezaji kama hawa. Amechukua tuzo za man of the match mara 2 mfululizo. Mechi ya Yanga. Ligi gani? Amechukua man of the match. Sasa Pacome kashafanya sana hayo, anafanya marudio tu. Pacome kafanya sana, Dube kashafanya sasa hiyo nayo ndio maada ya kuongelea kweli. Hivyo wachambuzi kweli mnakaa mnasema mnakuongelea kuchukua man of the match mfululizo kweli? Nasema Chama mmoja ni Pacome 1000. Yaani mpira wetu ina live wa juu. Chama ana goli ngapi? Chama amefika hivi sasa kwenye goli 4. Pacome ana goli ngapi? Goli 6. Goli 7. Ameanza msimu hapo. Goli 7. Sio kwani Chama hajaanza msimu? Kachanganyishwa za Singida mpaka huko ana goli 4. Wewe unaambia Chama hajaanza msimu? Sio goli 4 toka Singida kafunga goli. Anahesabu mpaka na Singida. Tunazungumzia la Simba hizo. Hapana, kaangalie mpaka na Singida. Mbona nyinyi kumbe mna mahaba? Kumbe nyinyi mnazungumzia mahaba. Yaani unaambia Chama hajaanza ligi, kaanzia wapi? Tena kabadili timu 2. Ambaye timu nyingine hata wiki. Yaani unafunga tu hata una ubishani kuliko alikopo. Simba kafunga goli 2 na Singida kafunga goli 2. Bana mimi nikushukuru sana ndugu yangu. Ila endeleeni kumsifia Chama. Sasa hivi nani? Singida alifunga mawili. Ile goli lingine ni la FA. Yeye mpira mnaangalia wapi?